term. Hebu nione 2 term ya Mama Zamzam watu wa Mombasa. Nyinyi mnataka mtu wa ukabila ama mtu ya maendeleo? Mtu ya ukabila ama ya maendeleo? Sasa huyu William Samoei Ruto mnampenda? Hebu nione 2 term ya William Samoei Ruto. Jamani watu wa Pwani, sisi hatujapata kiongozi anayetupenda kama vile tumempata William Samoei Ruto. Amemchukua mtoto wetu kutoka jamii ya ndogo, kutoka yani community ndogo, akamfanya waziri mkubwa wa mining and fisheries. Hassan Ali Joho, mnampenda? Hebu nione mapenzi ya Joho namna hii. Sasa mimi nikiwauliza kama tutatembea pamoja, mnasemaje? Tutatembea pamoja kwa hii safari ya Ruto ya 2 term na Mama Zamzam 2 term? Jamani, mimi nimesikia, nimewapenda sana. Sitawabona ma story, nimeona vile mko organize na nyinyi nawatumia ile mapesi. Semeni mwa. Mimi nawaachia shilingi 1,100. Huyo mama anatosha toshi. Aende Lamu ama alale hapa? Mko tayari? Kabisa. Alale hapa? Hapa Mombasa? Kabisa. Wapi mkono ya huyu mama? Basi kwa mkono niangalie. Asante sana. Wacha tuite Besimba mbunge ya Kisaoni. Wapi makofi ya Besimba? Besimba oye! Besimba oye! Aongee asiongee? Aseme asiseme? Haya, Mama Zamzam hoye! Mama Zamzam hoye! Machele hoye! Omari Mwinyi hoye! Omari Mwinyi hoye! Seneta Faki hoye! Abdul Swamad hoye! Mama Mishimboko hoye! Basi mimi nitakuwa mchache wa mazungumzo, kwa sababu hapa sisi ni nyumbani. Leo kumekuja wageni kushangilia harusi yetu. Kwanza nipatieni 2 term ya Mheshimiwa Rais. Nipeni 2 term. Nipeni 2 term ya Mheshimiwa Ruto. Asante sana. Hawa ndugu wote wako hapa. Wako hapa si kwa sababu ya fitina. Wako hapa kuchangia fedha ili nyinyi mujiendeleze wenyewe. Wengine wanakuja hapa wakileta fitina, wanaleta chuki, wanaleta ukabila. Hata ukiondoka kwa mikutano yao wewe una hasira. Lakini hapa, hata ukiondoka hapa utakuwa na furaha, kwa sababu utakuwa fedha ziko kibundoni mwako. Ni furaha si furaha? Ni furaha si furaha? Mheshimiwa William Ruto, Mheshimiwa Ruto alipokuwa ameona nchi hii inataka kumwaga damu, kwa sababu kuna watu ambao walikuwa wanataka kumwaga damu kwa taifa hili, akaona wacha amwiche ndugu yake Raila Amolo Odinga ili kwa maslaha ya taifa hili, kwa kuamini kwamba hatuna Kenya ingine isipokuwa hii. Ndio mpaka leo kuna amani. Mimi niko chama cha ODM na tuko katika broad based government kwa sababu ya usalama na amani wa taifa. Kwa sababu watu walikuwa wanataka chafua nchi. Ukienda Somalia hapa watu wanauana. Ukienda Sudani watu wanauana. Ukienda demokrasia ya Kongo watu wanauana. Sisi hatuwezi kupoteza nchi hii mwage damu, kwa sababu atakayepata shida ni mama na watoto na wazee wataumia zaidi. Mnataka nchi ichafuke? Mwataka ichafuke? Mwanangu, kule Kongo watu wamekula paka wao na majibu mpaka wamemaliza kwa sababu ya mchafuko huko. Hivi sasa wanataka kutafunana wenyewe. Kwa hivyo amani ya taifa hili ni muhimu sana, na inapitia kupitia kwa Mheshimiwa William Ruto na ndugu yetu Raila Amolo Odinga. Serikali ya Mheshimiwa William Ruto, sisi shida yetu hapa Pwani ni ardhi, ama namna gani? Hiyo ndio shida kubwa.
wacha wengine wanatumia kisiasa, lakini shida kubwa katika ardhi, tatizo la pwani ni ardhi. Na sisi, mimi mwenyewe nimekaa chini na Mheshimiwa William Ruto na akakubali, akasema kwamba atatenga fedha maardhi zinunuliwe, na hasa sana Kisauni na hata sehemu zingine. Na tukakubaliana na Mheshimiwa Rais kwamba hakuna nyumba itavunjwa. Nataka mseme iko nyumba imevunjwa Kisauni? Iko nyumba imevunjwa Kisauni? Kwa hivyo huyu ndio mtu ambaye sisi tutatosha kwenda naye. Mheshimiwa William Ruto ameleta makabila yote pamoja, makubwa, madogo. Wacha wale wengine wanaanza kujitenga na makabila yao, wanasema ni makubwa, lakini yeye amechukua hata kabila ndogo ndogo, ameziweka pamoja kuhakikisha kwamba tunaunda Kenya moja. Na sisi sasa kama wapwani, hii ndio njia pekee tutakuja kuongoza taifa hili. Kwani nyinyi mtaki kuongoza? Mwataka kila siku muishilie kwenye mawaziri? Hamutaki kukata keki nyinyi wenyewe? Hassan Joho hatoshi kuwa rais? Hatoshi kuwa rais atoke pwani? Kupitia through mlango huu wa Mheshimiwa William Ruto. Hiyo ndio njia sisi kama wapwani tutakuja kujikomboa. Tukate keki, sisi sio watu wakate. Angalia kuhusu Mheshimiwa Rais aliposema kuhusu vitambulisho. Alisema hakuna haja ya vetting kwa sababu sisi ilikuwa tuwatengwa. Ukienda pale ukisema wewe unaitwa Rashidi, ukiitwa unaambiwa kwanza babu yako cheti chake kiko wapi, na babu yake na nyanyako na nyanyake. Ukupata pasipoti ni kazi. Lakini wanangu, sasa Mheshimiwa William Ruto alisema hiyo kitu iondolewe. Kama wewe unaitwa Lucas, mimi naitwa Abdalla, sote tupate kitambulisho kama kawaida kama Mkenya. Mnafurahia mfurahi? Mnafurahia mfurahi? Huwezi kuona watu wewe. Wacha nikwambie kitu kimoja. Kiongozi mzuri ni yule anaweka watu wote pamoja. Ukimwona kiongozi anagawanya watu, huyo muogope kama ukoma. Muogope kama ukoma. Kwa hivyo mimi nawaambia, nawahakikishia kwamba njia ya kupitia sisi kufaulu kwetu ni Mheshimiwa Rais William Ruto. Wangapi wanasema tutam? Wangapi wanasema tutam? Wangapi wanasema tutam? Bezimba je? Bezimba je? Mama Zamzam je? Abdul Swamad je? Omari Mwinyi? Mishimboko? Machele? Basi pia mimi nipeane mchango wangu wa shilingi 100,000. Asanteni. Huyo mungwana anaitwa Besimba anatosha toshi. Hebu nionyeshe mkono ya Besimba niangalie kabisa hapa. Yule atakayefika sasa naambiwa ni Waziri Joho, atakuwa hapa anytime soon. Mheshimiwa Joho amefika wapi? Makofi na nduru yake niangalie kwa mkono. Wapi hiyo music kidogo? Weka music, weka music, weka music, weka music. Mheshimiwa Joho, njoo hapa, njoo hapa. Wabunge mkuja hapa mbele kidogo. Wapi kelele ya gavana wenu hapa niangalie kwa mkono? Wakichomo wanachomeka kule, wakibandua na bandika kule, wakichomo wanachomeka kule, wakibandua na bandika kule, Wamama hoye! Wangapi wanamkaribisha Mheshimiwa Hassan Joho kwa mkono nione? Joho anatosha atoshi? Gavana wenu anatosha atoshi? Wangapi wanakaribisha gavana wa Mombasa kwa mkono nione? Wacha niite Mama Kadhambi kutoka Njoro. Wapi kelele na nduru zake? Mama, sema jambo moja. Wow! Watu wa Mombasa muko. Nataka nione salamu za wamama.
Haki leo nimeshangaa jameni. Mbona mumerembeka hivyo? Mnapenda Zamzam? Mnapenda MP wetu Mashele? Wangapi wako 2 terms kwa hao watu? Wangapi wako na William Ruto? Wangapi wanapenda Joho? Mumeona kijana wetu wa Mombasa? Sasa mimi naitwa Charity Kadhambi Chepkonye, MP kutoka Nakuru County, Joro constituency. Niko na heshima kubwa sana na watu wa Mombasa jameni. Mimi nimekuja kuwaso, nimekaa hapa Kingorani, hapa Majengo na mkoa Baraka kwangu jameni mpaka nikawa MP Rift Valley. Si ni mzuri jameni? Sasa mimi nimerudi kuuliza watu wa Coast. Jameni, nyinyi ni wale wa kukaa na wale viongozi wa ukabila ama viongozi wa maendeleo? Wangapi wanapenda William Samoei Ruto? Wangapi mbele ya Mwenyezi Mungu wamesema watasimama na Zamzam mara ya pili? Mimi ninawaomba, Zamu wamefanya nikatoka Nakuru ili tukuja tusapoti wa mama, vijana na wazee. Na mahali wa mama wamekuwa supported, wa mama wetu wanarudi nyumbani wanasapoti wazee na watoto. Si ni ukweli? Wa mama mumefurahia tuko hapa. Haki mko na sisi. Mutatuombea. Na mimi sijakuja mikono mitupu. Na kwanza mimi nasimama hapa natoa shukrani sababu William Ruto amejenga masoko mingi na nimefurahia hata majengo pale niliishi. Jameni, mnajengewa soko. Sio ni mambo mzuri? Mumefurahia barabara zinaendelea. Mnafurahia ujenzi ya manyumba. Mnafurahia Ruto kuwaweka pamoja. Na museme hivi, wale wenye mapepo ya kuuza ukabila nchi yetu washindwe. Wangapi wanasema washindwe? Na mimi sijakuja mikono mitupu. Nimekuja na 100 mrembo wenu. Leta pesa yangu mrembo. Huyo mama anatosha atoshi? Natosha. Endelee. Asante sana. Aya, leta pesa yangu 100,000 iko hapa. Lazima waione. Asante. Aya, pigieni Zamzam makofi, Mashele na Wito. Asante sana. Mimi naomba tusimame tukaribishe mtu anaitwa Nyakundi. Mnataka muone vile nyimbo za Kikisii na danziwa. Hebu tusimame na wabunge mkuje. Please mkuje. Basemba, Simba. Hebu mcheza kidogo na mshangilie. Asante sana. Haya watu wetu wa Mombasa, hamjambo? Tononoka, hamjambo? Tusalimiane hewani namna hii. Asante sana Waziri Joho, gavana wa eneo hili, wabunge na viongozi wote. Sisi tumekuja hapa kwa mwaliko wa mama huyu, Mama Zamzam. Watu wa Mombasa, wacha niwaulize, nyinyi ndo mlichagua huyu Mama Zamzam? Nyinyi ndo mlichagua huyu Mama Zamzam? Huyu mama ambaye anawapenda, akili nyingi.
kabisa. Endelea kuchukua. Tulete pesa hapa. Pesa ya kazi. Pesa ya soko. Pesa ya kila kila kitu. Kwa hiyo huyu mwana tuzidi kutembea yeye. Kabisa kabisa. Nionyesha salamu za baba Samsa bwana Samsa bwana. Asante sana. Watu wa Mombasa, sisi tunataka kuwashukuru sana kwa sababu nyinyi mmesimama na hii serikali. Hii serikali kupitia William Ruto na Mheshimiwa Raila Odinga kuleta watu wote pamoja, majamii zote, ndogo na zile kubwa, sasa tuko pamoja. Lakini iko mtu mmoja, iko mtu fulani ambaye amekudharau, ambaye amechukia, ambaye anasema yeye ndio mtu ya Shas, ambaye anadharau jamii ya Kiislamu. Huyu jamaa alikuja akaambia jamii ya Kiislamu ya kwamba kura zenu ni kidogo, nyinyi hamfai kupata chochote. Akakuja akasema jamii ya Kiislamu nyinyi ni watu wadogo sana, hamfai maendeleo. Huyu jamaa juzi akasema jamii ya Kiislamu ya kwamba nyinyi ni Al-Shabaab. Sisi tunataka kumwambia yule jamaa wa Kotikombo, yule mkamila, ya kwamba jamii ya Kiislamu ni watu wazuri, watu wenye hekima, na lazima wapewe heshima yao. Awache kuwadharau, atawadharau mpaka lini? Hiyo ni sawa si sawa? Ni sawa si sawa? Huyu jamaa hata wakati ukisema ya kwamba watu wapewe haki, yeye amekataa. Anasema ya kwamba hili hamtatosha, tunataka tuwaambie kwamba hakuna vile mtu anasoma maneno ya Februari, anayeondoka Februari, anayeondoka Februari, anayeambiwa ya kwamba kitambulisho. Hiyo ni sawa si sawa? Na wacha niwaeleze ile sababu kubwa Mheshimiwa Rais anapigwa vita ni kwa sababu yeye alisema Kenya hii lazima kuwe na usawa. Vile soko zinajengwa Murang'a ndivyo soko zitajengwa Mombasa. Vile affordable housing inajengwa Kiambu ndivyo affordable housing zitajengwa Mombasa. Vile mashule zinajengwa kule Kisii ndivyo mashule zitajengwa hapa Mombasa. Vile wanafunzi ama watoto wanaandikwa kazi ya kuenda ng'ambo ndivyo wanafunzi ama watoto hapa Mombasa wataandikwa. Na hiyo ndio shida kubwa wale watu wako nayo na rais wetu William Ruto. Wacha niwaeleze, hawa watu hata hawana plan, hawana mpango, hawana form yao ni one term. Sisi tunataka kuwaambia, sisi tunasema tutam kwa sababu hii ya kwanza, William Ruto chini ya miaka 2 amejenga soko zaidi ya 400 Kenya mzima. Huyu William Ruto chini ya miaka 2 ameandika walimu zaidi ya 76,000. Januari anaandika wengine 22,000. Wote watakuwa 1,100. Marais wote wanne wameandika walimu 1,300. Huyu ameandika 30% ya wale walimu wote wako Kenya hii. Hiyo ni sawa si sawa? Huyu jamaa anachochea watoto wetu. Yeye alikuwa serikalini, alishindwa kupanga maneno ya watoto. Sisi William Ruto amepeleka vijana zaidi ya 1,400 ng'ambo. Huyu William Ruto ameajiri vijana 1,300 kupitia affordable housing na kupitia masoko. Huyu William Ruto katika kila ward ameambia vijana na akina mama jiunge kwa vikundi. Kila kikundi inapewa 50,000, vikundi 70, na hiyo pesa nyinyi hamrudishi. Hiyo pesa ni yenu, muitumie kujidumu, kujisaidia na kufanya biashara. Hiyo ni sawa si sawa? Hiyo ni sawa si sawa? Hizo ndizo sababu William Ruto anapigwa vita. Huyu William Ruto alisema ya kwamba afya haitakuwa starehe ya matajiri, wale wako na insurance. Mwananchi wa kawaida hautauza shamba, hautauza ng'ombe, hautafunga biashara yako. Ndio kwa maana alianzisha SHA.
wale wakampiga vita, wakasema haifanyi kazi. Sasa SHA inafanya kazi, na tunataka tuwaambie watukome, wajipange sawa sawa. Hawa hawawezani na sisi. Sisi tuko na William Ruto, tuko na Raila Amolo Odinga, tuko na Profesa Kithure Kindiki, tuko na Joe hapa, Joe mwenyewe yako hapa, tuko na gavana, tuko na mawabunge. Wale watawezana na sisi kweli? Wale watawezana na sisi kweli? Ule mtu hata ukimwangalia sura yake inakaa sura ya rais kweli? Vile anakaa namna hii, ile sura inakaa ya rais kweli? Sisi tunamwambia awachane na sisi. Sisi tumejipanga, tukutane kwa debe mapema, tutakanyagana na yeye. Hiyo ni sawa si sawa? Hiyo ni sawa si sawa? Kwa hivyo Mombasa tutasonga pamoja. Tutasonga pamoja. Huyu Mama Zamzam tutapatia yake 2. Nionyeshe tutamia Mama Zamzam. Tutamia gavana na tutamia rais wetu William Samoei Ruto. Weka juu namna hii, weka juu namna hii, weka juu namna hii. Kwa sababu huyu Mama Zamzam ni rafiki yangu, na akina mama mimi nawapenda. Leo nataka niwapatie shilingi 200,000. Huyo Nyakundi anatosha atoshi? Alale hapa kwenu, hapa Mombasa, hapa Tononoka, iko korofa, iko na kitanda. Alale asilale? Asante sana Nyakundi. Wacha tuite Mama Naomi kutoka kule Marsabit, mama kwa kuchakuliwa kwa kura ya wamama na wanaume. Wapi kelele ya huyu Mama Naomi kutoka Marsabit? Asante sana. Endelea. Watu wetu wa Tononoka hoye! Wamama hoye! Harambe! Harambe! Haki, mumenifurahisha sana. Sisi watu wa Northern Kenya na Northeastern tumesema ni 2 term. Na jinyi je, mumesema 2 term? Mkiniuliza ni kwa nini tunasema ni 2 term? Number 1, kwa sababu President wetu William Samoei Ruto akapatana na baba Raila Amolo Odinga na wakatuleta wote pamoja. Na ndio sababu tunasema ni 2 term. President wetu ni mtu ambaye anapenda Kenya nzima na ametuunganisha sisi wote pamoja, na ndio sababu tunasema. President wetu amesema watu wasihangaike kwa sababu ya mambo ya afya, na akaleta mambo ya SHA, na ndio sababu tunasema. President wetu ameajiri walimu 76,000 na kabla ya mwaka kuisha ataongeza wengine 24,000, na ndio sababu tunasema. President wetu amesema sisi wajumbe wote tutembeleane na tukuje tuwasaidie, tuwainue, na ndio sababu tuko hapa kuwachangishia na kusema serikali yetu ni moja na tunasema ni 2 term. Basi watu wetu wa Mombasa, hebu tusipotee barabara, tusipotee njia. Sisi wote tujenge President wetu William Samoei Ruto na Mama Zamzam ambao ni rafiki yangu sana. Munionyeshe ya Mama Zamzam. Munionyeshe Mama Zamzam. Munionyeshe ya gavana wenu na waheshimiwa wote. Asanteni na wapenda, nami nimewaletea 100,000. Wewe mama kutoka Marsabit ni sawa si sawa? Aendelee kukuja hapa kwenu. Hebu muoneshe mapenzi ya kupendana kabisa. Wacha tuite kijana kutoka kule Western Kenya. Anaitwa Innocent Mugabe, alipatiwa kazi na Ali Hassan Joho. Alifanya kazi hapa. Wapi makofi ya huyu mungwana? Mombasa oe! Kisauni oe! Nyali oe! Muvita oe! Jomvu oe! Changamwe oe! Likoni oe! Asante sana. Mimi naitwa Innocent Mugabe. Mimi ni mbunge kutoka kule Kakamega, sehemu inaitwa Likuyani. Lakini hapa Mombasa, nyinyi kina mama ndio mlinilea hapa Mombasa.
baba yangu wa siasa na yule ambaye alinielekeza njia anaitwa Hassan Ali Joho, na akaniambia nikimbie kule Ingoo, mimi nitakuwa jeshi yake kule. Kwa hivyo sasa mheshimiwa wakati atasema nataka maneno mengine hapa juu, ameweka majeshi yake kila kona ya Kenya, na mimi ni jeshi yake nambari 1. Kwa hivyo ni yeye aseme tu, si namna hiyo. Na mimi nafurahi kuwa hapa. Tulipata mwaliko kutoka kwa dada yetu Mama Zamzam. Nyinyi mnampenda Zamzam? Zamzam anawapenda sana. Huyu mama ni simba, kule kwa bunge anaguruma na kila wakati anatetea watu wa Mombasa na haswa kina mama wa Mombasa. Na leo ameleta Kenya nzima hapa Mombasa, hapa Tononoka Grounds, kuhakikisha kwamba kina mama wanapata pesa mfukoni, wanatoka chini wanaenda wapi? Wanaenda juu. Si namna hiyo? Mimi aliyekuwa gavana ambaye ni waziri sasa, Hassan Ali Joho, yeye si mkabila hata kidogo. Alinichukua kijana wa Kakamega akanifanya nikakuwa waziri hapa katika serikali yake, na akanilea akanikuza. Lakini kuna watu wengine vigaragozi ambao ni makabila, ni matapeli na hawapendi umoja wa Kenya. Wale watu ambao anaitwa Wamunyoro, ametoka ameenda kule Marekani, anaambia watu kwamba wa Kenya ni Al-Shabaab, watalii wasije Kenya. Na tunajua sisi hapa Mombasa na sehemu zingine Kenya tunategemea utalii pakubwa sana. Akienda kule nje, badala aende kuweka jina ya nchi yake juu, yeye anaenda kuambia watu msitembee Kenya, Kenya hakuna usalama, Kenya ni Al-Shabaab. Sitamwambia ashindwe? Ashindwe. Na mimi nataka kumwambia categorically kwamba the American system, intelligence system, is very sophisticated for you Rigathi Gachagua. Wewe hawakujui, hawakutambui, you are a very useless person in their faces. Wewe unaenda kununua mabendera ya Amerika kule kwa barabara, unaenda corridors za hoteli, unaweka bendera, alafu unaanza kuambia watu vile Kenya ni mbaya. Tunakuambia shame on you. You are not a patriot. You are a very useless person. And this Kenya deserves better people than you. Ile fitina ulikuwa umezoea kuambia wa Kenya hapa, ulitaka nchi yetu ichomeke, umeshindwa, unataka kupeleka utapeli na ukora Amerika, tunakuambia hautafaulu. Na sisi tunakutegea hapa. Tunataka kuja jaribu kusimama hapa Tononoka, atajua chuma chake kimotoni. Pia mimi nitasimama na kina mama na shilingi 1,100. Asante sana. Huyo anatoka magharibi, asalamia wote wa magharibi. Wapi mkono yake niangalie kwa mapenzi yenu hapa. Wacha tuite Peter PK Katana kutoka hapa Kilifi. Wapi makofi yake? Sena manzi wenu bea malamuche Tombadeo tiabisha analale gangani jaza sena manzi wenu bea malamuche Asante sana. Mombasa hoye! Mombasa hoye! Nataka nione tutam ya rais iko wapi? Tutam ya Zamzam iko wapi? Tutam ya Abdusamad iko wapi? Tutam ya Machale iko wapi? Na tritam ya Pikeje? Na Bezimba je? Omari Mwinyi je? Mzee ulikuwa umejipanga kisawasawa. Mimi nitakuwa na machache. Nataka kusema namna hii. Leo tumekuja ili kusaidiana na kina mama muweze kujiendeleza katika maendeleo yenu. Leo Mama Zamzam ameleta Kenya nzima iko hapa. Sisi hatuongei mambo ya kabila. Manake pwani imebeba kila mtu. Ndivyo sivyo? Ndojo sojo. Vikara Mario manahenza kunena ukabila. Mario manamela kugashatsia Kenya. Mamanya kukala Kenya inayenye na pwani inayenye na ni sisi. Wewe hata kama hupendi Ruto na serikali yake, huwezi kwenda ugaibuni na ukasaliti nchi yako.
Inawezekana? Hii ni utovu wa nidhamu. Na wewe Gachagua tutatoka tukwambie, sisi kama wapwani tumekuwa na tabu miaka nenda miaka rudi. Sisi shida yetu pwani ni vijana wapate kazi, mashamba yetu yaregeshwe, ama namna gani? Viwanda vyetu vya korosho vifufuliwe, mambo ya mnazi vifufuliwe, mambo ya biksa, mambo ya samaki. Hatutaki ukabila. Wewe hii group inajiita opposition. Wacha niwakumbusha pwani, tabu za pwani zimekuwepo. Kalonzo alikuwa naibu wa rais kwa naibu wa rais, Gachagua alikuwa naibu wa rais kwa naibu wa rais, Martha Karua alikuwa waziri kwa waziri, Eugene Wamalwa alikuwa waziri kwa waziri, Matiang'i alikuwa waziri kwa waziri. Tabu za pwani zilikuwa kwa zikuwepo. Waliweza kutusaidia hawa? Wasitukumbushe. Na nataka niwakanye na niwaambie, sisi wa pwani tumejipanga kisawasawa na tutaketi pale tulipo. Na waziri Joho mark time hapo kwa rais Ruto, akitoka namna hii 2032, ndivyo sivyo? Ndivyo. Nataka mikono juu hapo. Haya, kwa sababu ya wakati, pia mimi nimekuja kuunga mkono na nimemtumia mama Zamzam 100,000 simu. Asanteni sana. Wewe muungwana mfupi Afrika anatosha toshi, ako na akili hana. Wapi vikelekele ya huyu muungwana kutoka PK? Wacha tuite mzee wetu ambaye amekomaa kisiasa, anaitwa Aden Kainan kutoka kule Wajia. Wapi kelele na nduru yake? Niangalie kwa Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Basi leo tuko hapa, ya kwanza sisi tuko na nchi ambayo inaitwa Kenya. Ukweli ama si ukweli? Nataka niwaambie historia ya nchi yetu. Kabla hatujapata uhuru, kuna mzee wazungu walimuita jina kiongozi wa anaitwa Mheshimiwa Kenyatta kama kiongozi wa ambao hawakustahili kuongoza nchi. Lakini kuna jambo moja ambalo ilifanyika. Wakati wabebora walikuwa wanataka kupeana uhuru, waliambia Mheshimiwa Jaramogi Odinga kuja uwe kiongozi ya Wakenya. Jaramogi akasema hapana, ngojeni mpaka Kenyatta atoke kwa jela. Kenyatta amekuwa rais ama hajakuwa rais? Na mnajua Raila ni mtoto ya Jaramogi, si ndio? Wengapi wanajua? Si mnajua nyinyi nyote? Ni nani alipigania demokrasia? Mnajua wakati pia tulikubali multipartyism 1992. Jaramogi aliungana na Mheshimiwa Moi akasema tusaidie nchi yetu. Mnajua hiyo? Mnajua 1997 pia Raila aliungana na mzee Moi pia kwa ile serikali wakasema Kenya iendelee. Mnajua 2002 Raila alisema Kibaki tosha. Mnajua 2007 wakati kulikuwa na shida, Kibaki aliungana na Kibaki akasema Kenya iendelee. Na mnajua 2013 aliungana na Uhuru wakasalamiana wakasema Kenya iendelee. Je, wakati huu wakati alisema asaidie William Ruto kuna shida gani? Hebu niambie. Na wale wanapinga binadi ya Kenya. Nataka tushukuru Mheshimiwa Raila. Nataka tushukuru pia Mheshimiwa William Ruto. Na acha niambie kile mimi nimeona. Mzee Kenyatta was a very courageous leader. Mnajua hivyo? Very courageous. Mzee Moi alikuwa mtu ambaye alikuwa na hekima. He was a very wise leader. Mnajua hivyo? Kibaki naye alikuwa mtu ambaye msomi. Mnajua hivyo? Na mnajua baba Raila kuna kitu ile inaitwa the enigma, resilience and courage of Raila. Mnajua hivyo? Na mnajua characteristic ya Ali Joho pia? Charismatic, isn't it? Sasa William Ruto ako na hiyo characteristic yote. Very courageous. Very courageous. Si mnajua hivyo? Ako na hekima kubwa sana. Amesoma.
ako na enigma, pragmatic, na sasa tunasema hiyo 2 term ameanza kwa sababu ya mambo mawili. Katika ikulu zamani ilikuwa ya wale wametajirika, wale wamesoma, lakini sasa imefunguliwa. Tumeelewa hivyo. Kila Mkenya anaenda huko. Pia serikali ya zamani ilikuwa serikali ya watu wachache. Sasa kila pembe, kila jamii wamewazimishwa katika ule mtu leo anaita Al-Shabaab. Anajua maana ya Al-Shabaab. Ule mtu anatusu Waislamu anajua maana ya Uislamu. Sasa niwaambie. Tutam. Mama Zamzam 1100. Asante sana, karibu. Asante sana Kainan, leta hiyo. Kainan. Wewe Kainan anatosha matoshi. Wacha tuite mzee wetu Omar Mwinyi. Mombasa. Thank you. Thank you. Asante. Thank you. Thank you very much. Asante. Thank you. Thank you. Thank you. Asante. Leo tumekuja hapa. Na tumekuja hapa kwa sababu muhimu sana. Kwanza kabisa ni kusafisha ile uchafu ambayo inaendelea katika miji. Na uchafu wenyewe ni kwamba serikali hii ni serikali mbaya. Na unajua sisi tumezoea katika miji mikubwa siasa za upinzani. Lakini tuelezane kwa uchache hapa. Wale ambao wako nje ya serikali leo walijipata hapo kwa sababu zifuatazo. Tukianza na Gachagua, sababu yake ilikuwa ameweka mitego hata wale ambao wako kwenye serikali ambao ni wachache wanaambiwa hawa hawana ruhusa kuingia State House. Alikuwa na hata ofisi yake anakaa State House kuangalia wakina Kainan wasifike, wakina wale wengine wasifike, kwa sababu anataka serikali iwe yao peke yao, ambayo hiyo haiwezekani. Na sisi tunasema hivi, tumekaa katika upinzani miaka mingi sana, na leo Mheshimiwa Ruto ametuleta watu wa Pwani wote tumekuwa kitu kimoja. Leo tulikuwa pale tukikaa na watu ambao walikuwa hatuwezi kukaa nao. Leo waziri wetu Joho anaweza kukaa na Mvurya wakacheka na wakafanya furaha, na zamani haiwezekani hiyo kabisa. Sasa huyu rais anatufaa hatufai. Yeye leo ndio ametufanya sisi kwa kusanika hapa, na tutafute namna ya kuwasaidia. Kuna port kule Kwale imejengwa, itaajiri watu wetu wa Kwale na wa Mombasa na wa Kilifi na wa Tana River na wa Taita. Kule Lamu port itapanuka pia vile vile. Tukiwa ndani ya serikali tutaingia katika hizo kazi ama hatuingii. Ikiwa waziri Joho yuko hapo, waziri Mvurya yuko pale, tutafaidika ama hatufaidiki? Kwanza saa hizi hata sisi tunaweza kwenda Nairobi tukaonana na waziri wetu. Ndio ama sivyo? Leo unamwona waziri anaingia kila mahali Pwani kuwafanya watu waweze kufaidika. Huko Kilifi ameenda akasema wale ambao wanachimba madini kule watengeze barabara, wawapatie watu wa kule maji. Anafanya kazi nzuri hapo nzuri. Na watu zamani walikuwa mawaziri walikuwa wanafanya hayo kwa sababu huyo ana uchungu na watu wetu. Ama sivyo? Sasa Gachagua kusema kweli hakuwa na nia nzuri mpaka sasa. Na anasema sababu anampinga Ruto ni kwamba amemtoa katika serikali. Nani alitoa Gachagua katika serikali? Yeye mwenyewe. Na Wakenya hawataki tena kusikia maneno ya ukabila. Wanataka kila mmoja awe atajisikia hii Kenya ni yake. Ama sivyo jameni? Sasa mimi nitasifu Ruto. Kwa mara ya kwanza nitawaambia, tumekuwa na mara mpaka rais wote walikuwa wanapita pale Changamwe, ndio entry point.
chini ya uongozi wake nimepewa eka 20. Nitajengewa primary school, nursery school, secondary school. Nitajengewa hospitali level 4. Nitajengewa mahali ya workshop ya wafanyikazi wale ambao pale Kisumu ndogo. Nitajengewa playgrounds. Jameni, tutoke kwa serikali ama tubakie? Tumeingia katikati, mambo ni haya. Je, tukibakia, tukiingia katika ile 2032 tutafaidika zaidi ama tutafaidika? Hebu tuangalie wale walioko upande ile ya kule. Mwajua majina yao, si ndio? Wale hawana kazi jameni. Hawana, wanatafuta nini? Wanatafuta kazi, ama sivyo? Sasa vijana wetu ndio hawana kazi, ni wengi. Wale wachache wanataka kutufurugia vijana wetu wao wapate kazi. Sasa ubora ni kwamba mjue Rais Samia Suluhu waanza kuwafukuza Wakenya wanaofanya biashara kule, ama sivyo? Je, tukileta vita hapa atafanya nini? Atafunga mpaka wake. Tutakimbia wapi sisi watu wa pwani? Kuna mahali pa kwenda, kuna mahali pa kukimbilia. Sasa kama kuna kitu muhimu ambayo Raila amefanya ni kufanya ino nchi iweze kuwa huru, mpaka leo tuna mkutano mahali kama hapa. Kwa hivyo baba Raila unaweza kumkashifu, lakini kwa jambo hili amefanya jambo ambalo ni jambo la maana. Na niwaambie, ametuahidi walimu wataandika, atatupatia nafasi. Hawa jeshi wakiandika, watatupatia nafasi. Watoto wetu angawa nao waingie kwenye jeshi, ama sio jameni? Ni wakati umefika ama haujafika? Sasa sisi tumuunge mkono waziri wetu pamoja na waziri wetu Mvurya. Wanapokanyaga na sisi tufanye nini? Tukanyage hapo hapo, ili na sisi tujue faida ya serikali for the first time kutoka hino nchi ianze, ama sio jameni? Sasa kwa ufupi, leo tumeletwa hapa na Mama Zamzam. Mama Zamzam ni mgeni katika mambo ya uongozi ndani ya Mombasa. Ni kweli ama si kweli? Lakini kazi ambayo ameshaifanya mpaka dakika hii ya sasa, Mungu amweke, ama sivyo? Mungu amweke ama simweke? Nyota yake imeng'ara ama haijang'ara? Haijang'ara Mombasa peke yake, imeng'ara nchi nzima. Ndani ya bunge anatambuliwa. Wanasema Zamzam aongee kwa Kiswahili, na anaongea ama haongei? Anatetea ama hatetei? Yeye ameifanya hii, imekuja hapa Mombasa ili nyinyi mfaidike. Tuelewana? Je, kura yenu imepotea? Kura yenu imepotea? Haya, kwa hivyo Mama Zamzam mumuenze jameni. Na anasema kitu kimoja, sisi hatupendi kuona viongozi wakitukanwa. Na sisi Mombasa tuna tabia hiyo siku hizi. Huyu Zamzam anaheshimiwa kitaifa. Wewe mtu wa Mombasa, kwa nini wamtukana? Tumeelewana? Kwa hivyo wenye siasa hizo wafanye nini? Wakome. Wamwache Zamzam afanye nini? Ang'are, ama sivyo? Na kazi anaifanya maifanyi. Mwaona ama muoni? Muna ushahidi ama hamuna? Aendelee ama siendelee? Aendelee ama siendelee? Haya. Ala. Vijana masemaje? Na nyinyi hapo kwenye boma masemaje? Haya. Alafu hapa kuna wazee wetu hapa. Bezimba aendelee ama siendelee? Na Machele na nani mwingine? Bana Katana Wakaleleni, sawa? Haya, na gavana wetu haya, na seneta wetu na Mishi Mboko na Simba mwenyewe. Haya, asante sana. Thank you. Sasa na yule ambaye ametuleta hapa leo ni nani? William Samoei Ruto. Namna gani naye? Namna gani? Mbona mfanyi kwa nguvu? Namna gani? Na hapo asante sana. Mimi nimeshinikiza akina mama na 100,000. Na Mheshimiwa Mishi amefiliwa na mfanyikazi wake wa ofisini.
na yeye amenituma na 100,000. Mapokea ama niregeshe? Niregeshe ama niweke? Asante. Asante sana. Thank you very much. Asante sana na Mungu atubariki. Mama Zamzam kupenda. Haya. Asante, thank you. Wacha tuite mzee wetu kutoka kule anaitwa Fare Maalim. Wapi makofi ya Fare Maalim? Hebu tumpongeze yeye na sauti na vikelekele. Watu wa Mombasa, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mimi yangu si mengi, nataka niwaambie kitu kimoja tu. Tunasema Mungu amesema katika Qur'an, hal jazao al-ihsan illa al-ihsan. Mnajua maana yake? Mungu anakuuliza wewe, kama umefanywa fadhila lazima ulipise na fadhila, si ndio? Leo sisi Waislamu na Mijikenda na kabila hao yote ndogo ndogo hatukupata uhuru mpaka Ruto ameingia akawa president. Kabla ya hiyo, kama jina yako ni Abdullahi, unapata tabu kwa mambo ya ID card na passport. Maendeleo hakuna. Maendeleo ipo ama haipo sasa? Sisi katika Northeastern Province tunaona lami mara ya kwanza kwa miaka zaidi ya 60. Mumeelewa? Sasa nataka niwaambie tusipoteze nafasi hii. Watu wa Mombasa, watu wa Pwani, hawa makabila zote, Mijikenda, Waislamu wote na Wakristo ndugu zetu, tuhakikishe safari hii tumejiandikisha vizuri sana kwa kura na tumejitokeza. Mumeelewa? Ndio watu wajue idadi yetu ni nyingi ya kutosha. Na tunasema Ruto nini? Ruto ni? Haya, dada yetu huyu nani, Mama Zamzam. Unajua mimi nilikuwa speaker ya bunge zamani, deputy speaker, sio? Na sasa hii niko assistant speaker. Ninakaa kwenye chayo hiyo kiti hiyo. Mashaallah, nikisema oda, huyu dada yenu anawawakilisha vizuri sana. Sana. Ukimpa nafasi, na mimi nikiwa kwa kiti, akiuliza tu nafasi nampa mara moja kwa moja. Umeelewa? Lakini mutamrudisha tu tam. Haya, tuendelee na maendeleo hivyo inshallah biidhnillahil bari. Na mimi mchango wangu ni 100,000. Nimwambia asanteni sana. Asante sana. Huyu mzee ni mzee wa maana. Ngoja. Huyu mzee anatosha ama atoshi? Anajua kushawishi ajui. Wapi vikelekele apeleke kule Garissa. Wacha tumuite mama kutoka hapa Kilifi. Mama Mbeyu. Akuja aseme kamna utu Aseme asiseme? Mkisema kamna utu unasemaje? Na utu Kamna utu. Asema asiseme? Wapi vikelekele ya huyu mama Mbeyu? Mombasa hoye! Mombasa hoye! County 001 Kenya nzima hoye! Mama Zamzam hoye! Mzasindaze. Ni mzima. Acha Kishutu hoye! Mimi nimekuja Mombasa, niko home hapa. Naitwa Mheshimiwa Mbeyu Mwenyanje, Mama Lao, Mama G, Mbeyu Bomo, kutoka kule Kilifi, toto la baba Raila Amolo Odinga. Yaani niko Mombasa, niko home, siko home. Mimi huyu Zamzam nampenda sana. Unajua mimi kitu Mama Lao kule Kilifi 003, ndo Mama Lao Mombasa 001. Kweli uongo? Sisi tunapendana sana. Unajua mimi ni senior saizi. Mimi niko kipindi ya pili, mwambao huu wa Pwani kutoka Lamu
mpaka kule Kwale. Sasa tukikaa pamoja hivi wanachukua gomba kutoka kwangu hawa. Hii ya women rep wanatoa gomba kutoka kwangu hawa. Mimi nawapenda hii kazi wanafanya. Alinipigia simu usiku sana last week, anambia nataka kuona. Unipigie hilo debe la tutamu tu, napigwa vita Mombasa. Mwampiga vita Zamzam ninyi? Wanaompiga vita washindwe katika jina la Yesu. Leo ni Sunday. Washindwe wasishindwe. Sasa hata hajamaliza miaka 3, vita vya nini? Wivu si wivu. Wivu si wivu. Washindwe. Mwache na malize miaka yake 5. Aende tutamu kama mimi ambao niko tutamu na ngoja 3 tamu huko Kilifi hivi. Halo? Nataka tuelewane hapa. Waziri Joho ukiwa hapa, Simba yani 0010, gavana ukiwa hapa, si tunataka kuambia watu wetu ukweli. Halo vijana, tulieni. Tunataka kuambia watu wetu ukweli. Ndani ya pwani wajinga waliisha Kenya, na hakuna wajinga pwani. Kweli uongo? Hakuna mtu atakuja kutuambia ati one term so what. Baba aliwaambia one term so what. Yani Gachagua unshindwa hata kwenda raundi nusu uongozi. Watuambia si one term, utaweza nini wewe? Ameshindwa na nusu raundi, hakushindwa. Gachagua nusu raundi ya uongozi ilimshinda, haikumshinda. Sasa ni ipi anatafuta? Ipi anatafuta? Na mheshimu sana mamangu Martha Karua, lakini tuambie ni lipi umekuwa kwa serikali miaka yote umefanyia kina mama kama hivi Zamzam anafanya ndani ya Mombasa? Martha Karua, tuambie ni mkutano wa kina mama uliweka wapi ndani ya Kenya tukusifu kwa wayaweza haya maji Ruto anayoyaoga? Niseme nisiseme? Ati Eugene Wamalwa. Sasa mambo gani haya? Haya, huyo babangu Kalonzo Musyoka naye watermelon. Haya, utuambie nini hii Kenya? Tuambie tusiwambie? Haya Ruto hayawezi. Kweli uongo? Niseme zile faida si tumepata ndani ya serikali ya Kenya Kwanza? Niseme faida? Mawaziri 2. Mawaziri wangapi? Mvurya na Sultan Hassan Ali Joho. Ni mawaziri si mawaziri? Tushawahi kuwa na mawaziri 2 hii Kenya uongozi wote uliopita? Tumewahi hatujawahi? Tumewahi hatujawahi? Kwa mara ya kwanza ndani ya pwani tuko na PS 5. PS wangapi? Haijawahi kuwa uongozi tangu 1963. Tuko na PS wetu kijana mdogo kutoka kule Bamba Ganze za Riguta Karinena. PS mdogo miaka 29. Ndani ya Kenya, serikali ya Kenya Kwanza, Fikirini Jacobs. Hebu mpigeni makofi pale yuko. Tuko na PS wa transport Mohamed Dagar, anatoka pwani. Kweli uongo? Tuko na PS wa education, science and research, Professor Abdulrazak Shaukat. Mwamjua? Atoka pwani, hatoki pwani? Kuna Abubakar Mohamed wa kutoka Lamu. Tumewahi hatujawahi? Nimsahau nani? Faruku CPS huyu. Mwadime PS Labor. Sasa sisi ni lini tutaambiwa saa hizi tuimbe ati one time round moja kushindwa sema tu one time utaweza? Sisi tuko ndani na hatutapigana vita vya wenyewe. Waziri Joho yuko hapa alituambia hivyo. Vita vyao wapigane wenyewe. Tunataka maendeleo. Tunataka nini? Mwataka maandamano, mwataka maendeleo. Mwataka maandamano, mwataka maendeleo. Huko kupata risasi mguu au kupigwa risasi, wewe umeenda maandamano? Kama hukuenda, ukija hapa upate pesa. Sasa tusidanganywe. Tusidanganywe. Sisi wa Kilifi tunajivunia affordable housing ishaanzishwa na Rais Dr. William Ruto pale Tezo Ward. Alikuja kuanzisha jiwe la msingi mwenyewe. Ni faida si faida? Akatupa Waziri Joho, waziri wa mining, ambao mimi ni mwanakamati wake kule ndani ya bunge.
Yale madini ameanza kuvumbua saizi ndani ya Kilifi, kule Taita. Mpigeni makofi huyu waziri Sultani hapa. Ndani ya Kilifi akiwa waziri wa blue economy, uchumi samawati, ashajenga fishport pale Old Ferry Kilifi. Ni faida si faida? Ni serikali ya Ruto, si serikali ya Ruto? Waona tudanganya, wanatuletea nini? Waje kwa magari ikawa mlikuwa ndani ya serikali hamjafanya kitu na hamfanyi kitu. Waje hapa walete milioni 10 kwa Zamzam tujue wanaviweza. Wanaviweza hawa. Hivi Gachagua kwenda Amerika hawana la kufanya, hawawezi tembea. Ni aibu si aibu? Wanataka uongozi wafanye nao nini? Waziri Mvurya, yani sisi twashukuru, sisi wa Pwani, magavana wa kwanza ndani ya Pwani 3 wote wako ndani ya serikali. Nitaje nsitaje? Mvurya ni waziri si waziri? Alikuwa gavana wa Kwale. Gavana wa Kilifi Amason Jeffa King. Waziri wa kwanza 003 Kilifi ndio speaker wa Senate ndani ya Kenya. Tumewahi hatujawahi? Waziri wa mining na blue economy. Gavana wa kwanza 001 Hassan Ali Joho ni waziri si waziri? Sasa tunataka nini? Nani atudanganye? Hizi faida tumepata ndani ya Kenya, atudanganye. Haya, wacha nianze. Constituency ya nani? Hii constituency ya nani? Machele tutamu si tutamu? Mzee Simba tutamu si tutamu? Bezimba ni tutamu si tutamu? Mishimboko itakuwa ni 3 tamu kule Likoni. Zamzam Mama 001 mwasemaje nini? Gavana 001 Gavana Abdul Swamad tutamu si tutamu? Alafu waziri Joho, wajua waziri Joho anaenda ndani ya serikali Faruk, serikali tutamu, waziri tutamu, alafu anakuja kuwa rais wa kwanza kutoka Pwani. Kweli uongo? Gavana Joho tutamu si tutamu? Rais Ruto, Daktari Ruto, yani haya nimezungumza yote. Alafu one time wafiri tumepata hii one time hatujamaliza, tumepata haya yote. Ikiwa tuta mtapata wangapi? Yule anasema Rais Ruto, Daktari tutam, nyosha vidole kama mimi. Rais Ruto tutam pale huko tutam. Apewe asipewe? Tutam Rais Ruto apewe asipewe? Tutam apewe asipewe Mombasa? Mungu awabariki na wapenda. Mama Lao, Mama G, Mbeyu Bomu kutoka kule Kilifi. Asanteni sana. Pesa, leta pesa. Sema tu tangaza. 100,000, si watu na mapeni bana. Afri Mama Lao tu mapeni. Asante sana. Mnataka kusikia mambo kidogo kutoka kule Lamu Hebu tuite Captain Rueida kutoka Lamu, mpigieni makofi na vikelekele. Aye. Amuyambo. Salamani. Na Jumanne nitapigia tena yes inshallah. Huyu dadangu huyu ni Simba jike huyu. Akiweka upande ule mimi nilikuwa napata tabu sana. Si mlikuwa mtaka kunila watu wa Mombasa. Lakini alhamdulillah twashukuru Mwenyezi Mungu, rais wetu mpendwa ametuleta sote pamoja kwa broad base. Alhamdulillah. Aya, jamani mimi nimekuja hapa. Nyinyi ni ndugu zetu. Sisi Lamu kule tukipata shida, wabajuni wengi wako hapa Mombasa, tunakimbilia huku. Sio? Si hata mimi nimesoma hapo Coast Girls. Zile matatu za Mlidundo pale alikuwa zikipita. Nimesoma huku mimi bwana. Okay. Sasa jamani kuna Fisadi Kiwembe. Mwamjua Fisadi Kiwembe? Fisadi Kiwembe nani jamani? Mmesema nyinyi, mmesema ni ule Gachagua ambaye sisi watoto wetu wakikasiri wakiwa
hawana adabu kidogo, namwambia Gachagua anakuja, nakimbia mbio mtoto. Jina la tisha. Nakwambia mimi na mtoto wa dadangu akifanya makosa namwambia, "We, Gachagua anakuja." Anakimbia, "Sifanye tena, sitaki Gachagua mimi." Sawa. Sasa yule fisadi Kiwembe, hasidi za roho za watu, sio? Fisadi Kiwembe ansema, na nyinyi ni ndugu zetu jamani, mtutetee. Ati rais akija Lamu, mfano vile rais alikuja Ndau, ati amekwenda kwa Al-Shabaab. Yaani akija kwetu sisi rais tunkuwa sisi ni Al-Shabaab. Ni haki jamani hiyo? Ni haki jamani? Tumfanyeje huyu? Tumfanyeje? Jamani, ameenda Mandera, rais ameenda Mandera. Hawakuzoea marais kwenda sehemu nyingine. Wamezoea pahali fulani tu. Wakenda kwao rais ni mzuri, akenda kwengine ni Al-Shabaab. Akifungulia watu ID, jamani ni masikitiko makubwa kwangu Lamu Mashariki kule. Lamu Mashariki watu wangu walikuwa wanakaa 2 years au 3 years bila kupata kitambulisho. Mimi ilikuwa sitoki hapa region, saa zote nakuja kumuona yule mkubwa alikuwa akiitwa Masai. Naja na malisi, mbona hawa hapati kitambulisho? Rais huyu akasema kila Mkenya lazima ahudumiwe sawa sawa na mwingine. Sasa imekuwa kuhudumia wale wengine kupata vitambulisho, imekuwa ati tuwaruhusu Al-Shabaab waingie. Sisi ni Al-Shabaab? Ni haki jamani? Mimi nawaomba tuchukueni kura kwa wingi. Sisi tumesema kule kwetu Lamu Mashariki na Lamu County kwa jumla, paka samaki watatukua vitambulisho, tumuoneshe mtu huyu. Nyinyi pia mna bahari hapa. Pale tukipata kole kata kura. Ukipata pandu kata kura, sio? Tumhakikishe tumemwekea chuma chake motoni. Kisha nikimalizia jamani, ikiwa baba na viongozi wote hawa washasema Rais William Ruto 2 term, sisi wengine ni vipi? Si ni 2 term? Sasa nataka kuwaomba nione kwa vidole, nikisema harambe tunasema 2 term, sawa? Harambe Dr. William Ruto, Mheshimiwa Zamzam, Mheshimiwa Abdul Samad, Mheshimiwa Mishi, Mheshimiwa Omar Mwinyi, Mheshimiwa Machele, Mheshimiwa Bezimba, na sote 2 term. Asante, kila laheri. Aya, pesa yangu mimi nampatia na watu wa Mombasa 100,000. Asanteni, kila laheri. 100, thank you. Huyu mama ya mjambo na anatosha atoshi. Kiswahili cha Lamu mnaikielewa nyinyi? Wanasema mnyambo. Hebu mseme hivyo. Hebu mpungieni mkono huyu mama kutoka Lamu. Anatosha atoshi. Aende tamu ya pili siende. Yule alisema Al-Shabaab ashindwe asishindwe. Waislamu ni wa Al-Shabaab. Ashindwe shetani asishindwe. Hebu semeni shetani ashindwe. Asante sana mama. Sasa ule mnajua Fulangenge, mnamjua Fulangenge? Anaitwa Mbadi. Mbunge wa wapi? Mbunge wa wapi? Ametumana kupitia waziri 1,100. Si yeye aendelee asiendelee? Si wacha tuite gavana wa hapa ili ataita waziri angurumishe mambo. Gavana wa Mombasa, wapi kelele zake? Pesa ya Fulangenge wapi? Mkono ya Fulangenge. Ningeomba wabunge wamkaribishe gavana. Hebu tu dance kitu zote. Weka hiyo music bana. Wapi waziri? Hebu njoo kila mtu. Shida
Asante. Asante. Mombasa hoye. Ukitaka kujua kuna magavana wengi katika hii Kenya. Asante. 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 Mimi nimesema kuna magavana 47 katika hii Kenya. Lakini hakuna gavana ambaye Mungu alimbariki kama gavana wa Mombasa 001. Taba. Tumeelewana mpaka hapo? Mimi nimebarikiwa kwanza. Niko na viongozi wengine ambao tunafanya nao kazi pamoja. Kuanzia wabunge, assembly, na kisha hii leo shughuli ya dada yetu Mama Zamzam, tumesema sote tunashirikiana tuwe kitu kimoja. Kongole dadangu Mama Zamzam, na ningeomba, naona Deputy President anaingia, niweze kuweka hold kidogo. DJ fanya mambo yako DJ. Le général Dangote, le grand Mama Dangote, mpaka leo majibu sipati, yani mpaka leo tumebaki katikati. Rafiki wa kweli rafiki ndugu wa majirani. Sauti DJ. Maneno ama bado haijafika huko kwenu? Imefika? Nikisema tu munasema tam, tu tam. Nikisema tu munasema tam, tu tam. Shangwe na vigelegele za mheshimiwa naibu wa rais. Hapo mbele sema tu tam. Huko nyuma sema tu tam. Fire si fire, noma si noma, tutam si tutam. Vijana munataka nini? Ngoja. Na wazee munataka nini? Hadi wa mama munataka nini? Mombasa DJ. Mombasa wewe! Mmekaribisha naibu wa rais. Ni noma si noma. Ni fire si fire. Ni tutam si tutam. DJ twende kazi. Bado haijafika huko kwenu. Haya, mkono juu. Kidole moja juu. Nikisema tu munasema tam, Mombasa wewe. Nikisema tu DJ ngoja kidogo DJ. Kila mtu namna hii. Tunaendaga namna hii na namna hii. DJ weka namna hii. Munasema tam, tam. Nikisema tu munasema tam, tam. Huko nyuma sema tu tam. Siwasiki. Tunasema tu tam. Huko nyuma sema tu tam. Fire si fire, noma si noma, tutam si tutam. Vijana munataka nini? Na wazee munataka nini? Hadi wa mama munataka nini? Siski. Vijana munataka nini? Na wazee munataka nini? Asante. Na naomba kwa unyenyekevu, sisemi kwa lazima. Asante sana. Ama namna gani? DJ Kata, nitaomba tuwe tayari kwa heshima. Tuwe tayari, tujitayarishe, tusalie kusimama kwa heshima ya wimbo wa taifa na wimbo wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, kisha tuweze kuendelea. Tuwe watulivu jameni. DJ, wimbo wa taifa.
shangwe na vigelegele kwa Mheshimiwa Naibu wa Rais. Karibu sana Your Excellency. Na nitakuwa na mwalika sasa Mheshimiwa Gavana wa jimbo hili la Mombasa, Mheshimiwa Abdul Swamad, aendelee na ratiba. Abdul Swamad. Asanteni. Aya, tusubiri ni vijana. Asanteni. Sasa Naibu wa Rais, huu DJ alikuwa ameweka ngoma moja watu wa Mombasa wanaijua sana, na ngoma yenyewe inasema uwezo wa kuwashinda, sababu za kuwashinda, na mukiwaona waambieni chuma. Mimi nataka kuambia kwanza sababu kwa nini tuweze kuwashinda. Wakati babu zetu walikuwa wanatafuta vitambulisho katika hii Kenya, walikuwa wanaitwa ya kwa wao ni wa Kenya duni. Upande mmoja William Samoei Ruto akatoa amri ya kwa kila mmoja aweze kupatiwa kitambulisho sawa sawa. Mwingine akatuita sisi ni magaidi, sisi ni watu ambao kwamba ni materrorist, sisi ni watu ambao kwamba si wa Kenya, wenye kustahili kuwa wa Kenya ni wengine. Hii Mombasa katika Kenya nzima yenye kuleta na tija ya kifedha katika Kenya, sisi tuko nambari 2 baada ya Nairobi. Wakati wa mji wetu kuwa unaregesha katika kikapu cha Kenya, tunakuwa tuko sawa, lakini wakati wana Mombasa wanataka kuhesabiwa, tunaitwa magaidi, tunaita watu ambao kwamba si wa Kenya. Sababu ya kwanza kwa nini tuweze kuwashinda. Sababu nyingine kwa nini tunafaa kuwashinda. Upande mmoja sisi, mimi ni wa kwanza hapa, tulikuwa tumegawanyana. Pwani tulisema ya kwa sisi hatutambui William Samoei Ruto. Elections zikamalizika, watu wakasema ya kwa lazima tufanye kazi hii Kenya tuweze kuikomboa sote pamoja. Upande mmoja William Samoei Ruto alininyoshea mkono namna hii, akasema Hassan Ali Joho anafaa, akasema na wengine wa chama chetu wanafaa. Tukakaa chini tukasema ni bora kuweka Kenya mbele. Upande mwingine walituita kwa sisi si shareholder, hatufai. Sababu ya kuwashinda, hatukuacha hapo. Sisi hii Mombasa hapa, nikiuliza Mkikuyu kuna watu watakaonyosha mikono, nikiitisha Wajaluo kuna watakaonyosha mikono, nikiitisha Wamijikenda kuna watakaonyosha mikono, nikiitisha Wabajuni kuna watakaonyosha mikono, Wabaluia watanyosha mikono. Kaunti 47 anayechemua kutoka kokote katika hii Kenya, mtu wa Mombasa anatafuta hankachifu kuweza kupeana. Kabila zote, dini zote, tabaka zote ziko katika hii Mombasa. Watakaoweza kuathirika wa kwanza katika hali na lugha ya ukabila ni sisi wana Mombasa. Sababu za kuwashinda wakabila tunazo. Mimi nikianza kutoa orodha sababu gani tunaweza kuwashinda, hatumalizi leo. Nimewaambia pale mbeleni ya kuwa mimi si mtume, lakini hii ngoma ya siasa twaielewa. Na nawaambia ikifika mwaka 2027, ikifika mwaka 2027, kile ninachokijua mimi ni kwa hatutokuwa katika vita, bali tutakuwa katika mstari wa pamoja kuhakikisha tumeendelea na kuikomboa na kuendeleza Kenya hii.
Mombasa oye! Ngoja kidogo DJ. Omar Mwinyi tangaza. Aya, Mombasa oye! Mombasa oye! Aya, hapa mwapenda kina mama. Rafiki yangu Suleiman Shahbal amesema 300,000 juu yake. Wakina mama oye! Asante sana, thank you. Da! Wewe. Huyo niombaye kofia nimpe nsimpe? Nimpe. Iende. Haya, chukua. Iko nini? Kwani ni shingapi? Mombasa oye! Mombasa mambo! Mukongangari kinoma. Kama ni noma. Kama ni mbaya. Kama ni noma. Kama ni mbaya. Nilikuwa namwambia Mheshimiwa Deputy President. Namwambia Mheshimiwa Deputy President, ile noma ilikuwa yetu hapa Mombasa, sivyo? Mheshimiwa Deputy President akapita nayo na ikaenda. Sasa imekuwa ni noma si noma, ni fire si fire, ni noma si noma, ni fire si fire. Bas mimi ndugu zangu wameshasema jambo la kwanza, wale ambao walikuwa wanaangalia runinga leo asubuhi, wale ambao walikuwa wanaangalia runinga jana, kazi yako kuoza watu Kwale kule. Njoo waoze watu wa Mombasa hapa. Mombasa oye! Wale ambao hawana wake wainue mikono. Na wale ambao hawana mabwana wainue mikono. Haya, tukitoka Mheshimiwa Mwinyi unisaidie pale SGR tuweze kuwavukisha tukawazeshe kule. Your Excellency the Deputy President, samahani kwa kufika kuchelewa, lakini tulikuwa sote Kwale na wale wazee wetu wa vipepeo kidogo walihama wakaenda Zanzibar, sasa tunapata shida. Lakini nimefika. Sitachukua muda mrefu, nataka tu kujua kama watu wa Mombasa. Hebu nione mikono ya tutam ya Daktari William Samoei Ruto. Kule Kwale tumesema ni tutam. Na hapa Mombasa mnasemaje? Kwale tumesema gari yetu ni KBB 10 bila, na wale ambao wanaendelea ni kazi bila, kama wakina Your Excellency waziri hapa, si yako ni kazi bila break, na wakina Omar Mwinyi. Na Mheshimiwa Zamzam naye yake ni 10 bila. Bas. Na Machele pia naye 10 bila break. Bas, kwa sababu ya muda mimi nitatoa hiyo furaha ya kwamba pia kumbe Mombasa ni tutam. Mombasa ni William Ruto ni na Kindiki naye na mawaziri wetu. Mimi sina la ziada. Kwangu ni kuja kutoa shukrani yangu na kuweza pia kutoa mchango wangu. Sijui hapa Mombasa kikapu ndio hiki 50,000. Asanteni, Mwenyezi Mungu atubariki. Haya. Kabla niseme yangu, nawauliza Mombasa, nawauliza jana tukiangalia runinga asubuhi tuliona pale ikulu ya Nairobi rais alipokea vijana wa Nairobi na kina mama wa Nairobi akawapa bidhaa za biashara. Na wauliza watu wa Mombasa, tupange muende ikulu ama tusipange? Tupange. Tumwambie gavana atafute mabasi, rais aweke vitu, mukanyage ikulu,
mutoke na bidhaa za biashara. Tumekubaliana? Wale wanasema wataka kwenda Ikulu waoneshe namna hii. Hey! Your Excellency the Deputy President, the people of Mombasa are waiting to be welcomed in the State House in Nairobi. Ni kweli si kweli? Tutavyoga tuvyogi. Ikulu tutavyoga tuvyogi. Namna hiyo. Na mimi nataka niseme, kwa sababu wengi wamesema hii Kenya haikuanza leo. Hii Kenya haikufanya nini? Hii Kenya imekuwa na marais. Hii Kenya imekuwa na manaibu wa rais. Hii Kenya imekuwa na mawaziri. Lile la ukweli wa Mwenyezi Mungu, what William Ruto has done for us, no other president has done for us as the people of Coast. Mimi nataka niseme ukweli. Na niwaambie kuna watu watakuja kuwachocha. I want to tell you today, kuna watu watakuja kuwachocha na wawatie hisia kali, wawajaribu kuwachocha muone kama wao ni watu wazuri. Nataka niwaulize mahasimu wa William Ruto, hapo ndani kumekuwa na manaibu wa rais, kumekuwa na vice president, kumekuwa na mawaziri, tumekuwa na attorney general hapo. Waliwafanyia kitu nyinyi hata siku moja? Walikuja hapa tuondoka hata siku moja? Waliwachangia hata siku moja? Nataka niwaambie kitu chengine. Mimi kama waziri wa serikali ya William Ruto, yale miradi ambaye yako kwangu peke yangu katika jimbo la Pwani, hapa Mombasa, Kisauni najenga bandari ya wavuvi, Likoni najenga bandari ya wavuvi, Kilifi najenga bandari ya wavuvi, Lamu najenga bandari ya wavuvi, Msambweni najenga bandari ya wavuvi, Shimoni bandari kubwa ya 2.7 billion ya wavuvi tumejenga hapo Shimoni. Nauliza, hii Kenya imeanza leo? Hii Kenya imeanza leo? Hii Kenya imeanza leo? Ukiangalia kutoka ufuo wa kutoka Shimoni paka Kiunga, tumepeana watu katika wizara yangu peke yangu maboti yasopungua 127. Kwani hakukuwa na marais zamani? Na wauliza, hayo yote yamefanywa. Mimi nataka kusema ukweli, na ukiniletea noma, ukileta mbaya, hapo zamani hakuna hata rais mmoja alikumbuka watu wetu wa jimbo la Pwani. What are you talking about, my friend? Unanambia nini wewe? Unasema nini wewe? Unasema nini wewe? Alafu unakuja hapa uchoche watu. Uchoche watu. Ama nyimushachochwa? Nyimunchochwa? Nataka niwaambie, kuweko kwetu sisi, mimi nikiwa pale na nimetangaza kila mahali, saa hii jimbo letu la Pwani, hapa Mombasa, kule Kwale, kule Kilifi, nimeambia hata administration ama watu ya ngao kufukuza watu wetu katika mashamba yao, yaingie katika kaburi la sahau. Ama tujaelewana paka hapo? Tumeelewana paka hapo? Hata huyo Omar Mwinyi huyu siku hizi yalala vizuri. Zamani muhula uliopita alikuwa halali. Kila siku mabuldoza yako Changame yataka kuvunja manyumba. Ni kweli si kweli maalim? Huyu Bezimba huyu alikuwa halali. Kila siku mabuldoza yako majumbani yataka kufurusha watu. Ni kweli si kweli? Katika serikali ya William Ruto kuna mtu amfukuzwa? Na mimi niko hapo. Mimi nikija naambia ule county commissioner, mimi kama waziri natoa amri, watu wetu hawawezi kufukuzwa katika mashamba yao. Ama amuelewe hiyo? Amuelewe hiyo? Tuwafanya hayo kwa sababu tuko na rais wetu ambaye anatuelewa na anatusikiza. Alafu kuna mtu aje awachoche, awaambie sijui yule ni mbaya, yule sijui nini. Wewe ulivyokuwa hapo mbona hukuwa mzuri? Ama nawadanganya mimi? Si walikuwa hapo? Walikuwa hawakuwa? Nihisabie kitu kimoja alichofanya. Kiko. Sasa leo
Leo nkukumbuka wewe, leo hii ati anakuona wewe mtu wa Mombasa, mtu mzuri. Siku zote ulikuwa wapi? Ulikuwa wapi? Na mimi nataka niwaambie, tutaambia watu wetu ukweli. Kuna watu wengine wanakuwa na hisia tu, unachochwa, unafurahi, unapondwa, unafurahi. My friend, between William Ruto, na nakwambia leo unisikie, si mwanajua mimi ni mtu kusema ukweli ama moja hiyo, between William Samoei Ruto na wote ambao wanampinga, there is no comparison. Umeelewa? Wewe umewapima wapinzani wake? Umewapima? Wengine wamekuwa miaka 20, tuseme ukweli. Wengine wamekuwa miaka 20, wengine 15, wengine 10, wengine sijui 30, wengine robo ya muda. Really? Watu wa Mombasa, really? Kuna mtu atakuja kwa jukwaa wachoche hapa. Mbaya yule. Kama ni mbaya kwako, kwetu sisi ni mzuri. Kama ni mbaya nani? Kwetu sisi ni nini? Kama ni mbaya nini? Kwetu sisi ni nini? Nataka niwaambie, mimi nimekula timing. Mimi Hassan Ali Joho nimekula timing. Na nawaambia ndugu zangu wa Mombasa, kwa uwezo wake muumba mbingu na ardhi, mimi ninazaliwa katika familia maskini. Mimi nilikuwa naota kuwa mbunge. Watu wa Kisauni wako hapa, wakanienua wakanifanya mbunge wa nini? Sijakaa vizuri, wakanienua nikawa nini? Gavana. Ama si kweli? Mimi nataka niwaombe kwa heshima na taadhima, tukae karibu, tumsaidie, tumbebe, tumjenge, tumlinde William Samoei Ruto. Hapo mbele sasa, nataka siku moja nisikie Rais Hassan Ali. Ama mtaki nyinyi? Ama mtaki? Nawauliza swali, pande ile wengine wanatuhesabu, hata tuko huko. Wacha nirudie, wacha nifanye nini? Naomba watu wa Mombasa, watu wa Pwani, watu wote kwa jumla, tukae ngangari na William Samoei Ruto. Tumuunge mkono William Samoei Ruto, tumjenge William Samoei Ruto, tumpigie kura ingie tutam William Samoei Ruto. Hapo mbele, hapo mutasikia nini rais? Wanasema namna hii, nionyesheni namna hii. Hebu simameni. DJ, wewe kamera, onesha watu wa Mombasa hapa. DJ, niwekee kitu, alafu nipe kidole namna hii, DJ. Tunaenda namna hii. 1 2 Wapi nduru na nderemo ya Mheshimiwa Kindiki Kithure, naibu wa rais wa Kenya? Karibu mheshimiwa. Haya, tumuonyeshe namna hii, hapa mbele, kidole juu. Haya, rhythm namna hii hapa kwanza, katikati, tunaanza huku. Haya, hivi. Tutam. Sisiki. Tutam. Asante sana. Imefika. Nikisema tu, munasema tam. Tam. Nikisema tu, munasema tam. Tam. Huko nyuma sema tu. Tam. Hapa mbele sema tu. Tam. Huko nyuma sema tu. Tam.
Mombasa ohoye! Mombasa ohoye! Your Excellency. Umesikia waziri Hassan Your Excellency. Your Excellency. Ile kitu. Atafanya ile kitu. Acheze kama yeye. Wangapi wanasema Hassan Joho acheze kama yeye? Umesikia hiyo maneno ama bado hajafika? Shilingi 1 million shillings. Nikisema tu munasema tamu. Huyu Joho, huyu Hassan Joho ni fire si fire, ni noma si noma, anatosha atoshi. Wacha nione salamu ya waziri wetu Ali Hassan Joho. Jameni, fire fire fire. Nikisema tu na mjue ya kwamba watu ya Mombasa, mnisikize vizuri, tusikizane watu wa Mombasa. Unajua William Ruto akipata 2 term, mjue hiyo 2 term waziri Joho ako ndani hapo, ama namna gani? Sio 2 term ako pale, si anasema anataka tukusukumane mpaka huko 2032, alafu tutajipanga huko mbele. Kwa hivyo 2 term ni lazima, kwa sababu huyu waziri wetu Joho ako pale kwa 2 term. Ni 2 term si 2 term, ni 2 term si 2 term. Fire si fire, noma si noma. Mombasa hoi! Tuendelee tusiendelee? Kwanza kabisa wacha nishukuru Mama Zamzam, bunge wetu wa Mombasa County. Wale viongozi ambao tumekuja hapa, sisi zote tumekuja hapa kwa sababu tuko na heshima kubwa na Mheshimiwa Zamzam ambaye ameandalia kikao hiki na ametengeneza hafla hii. Na huyu mama, ukiona wale viongozi wamefika hapa kwa heshima yake, inamaanisha ya kwamba amejifanyia mahusiano na network ya kutosha ya siasa. Kwa hivyo huyo mama anatosha ama atoshi? Huyu mama Zamzam anatosha atoshi? Mama ni fire si fire, mama ni fire si fire, ni noma si noma. Wacha nione salamu ya Zamzam. Zamzam. Asante sana mheshimiwa. Kwa hivyo tutaendelea kufanya kazi pamoja, kwa sababu sasa ile kampu ilikuwa ya Mheshimiwa William Ruto, ile kampu ilikuwa ya Mheshimiwa Raila Odinga. Sisi zote sasa ni serikali moja ya broad based, na tunaiunga mikono, na sisi kwenda mbele tutaenda kama timu moja. Tuendelee tusiendelee? Tuendelee tusiendelee? Mimi nataka niseme mambo machache. Mnajua ya kwamba wakati tulikuja hapa kuomba kura, tulikuwa tumesema ya kwamba Mungu akitujalia, Rais Ruto akipita akuwe rais, hii bandari ya Mombasa operations yake ambaye ilikuwa imehama ikaenda Naivasha itarudishwa Mombasa. 2022 kitu ya kwanza rais kufanya wakati alichaguliwa ni kurudisha operation ya port ya Mombasa ikarudi hapa Mombasa, na ndio tunasema 2 term. Rais Ruto ni fire si fire, Rais Ruto ni noma si noma. Anatosha ama atoshi? Jameni, aendelee asiendelee? Rais Ruto aendelee? Rais Ruto aendelee? Wacha nione salamu ya Rais William Ruto. Salamu ya Rais William Ruto jameni. Vile waziri Joho amesema, tuko na projects nyingi za kuimarisha uvuvi na mambo ya uchumi samawati hapa pwani, kutoka ile port ya Shimoni, bandari kuu ambaye ni ya bilioni 2.6 kule Shimoni ambayo imekamilika. Tunajenga ingine hapa Liwatoni Mombasa ya bilioni 1.9, na vile tunajenga bandari ndogo ndogo za wavuvi kutoka Vanga kule mpaka Mweupe kule Kwale, mpaka hapa Mombasa Kisauni na Likoni, mpaka Kilifi, Lamu, Tana River. Wavuvi wanajengewa bandari za kisasa ili walete samaki, na vile tunawatafutia boti ambazo zitawasaidia kwenda baharini kuleta samaki. Tujenge uvuvi, pwani ijijenge kiuchumi,
kama sehemu zingine za Kenya. Ni tutam si tutam, ni fire si fire, ni noma si noma. Vile vile hiyo kazi ambaye Mheshimiwa Joe anafanya inahusika vile vile na ujenzi wa fish market ambaye ni fish market ya Kidongo hapa Mombasa. Tuendelee tusiendelee? Tuendelee na fish market, ile soko ya samaki ya Kidongo. Tuendelee tusiendelee jameni? Vile vile kwa vijana wetu, vijana hoye, vijana hoye. Kwa vijana wetu, mnajua ya kwamba serikali ambaye inaongozwa na William Ruto inawajengea ICT hub, na tunasaidia ile ICT hub ya hapa Swahili Port hapa Mombasa na ya Ronald Ngala, ili vijana watumie mitandao ya sasa kujitafutia kazi, ajira, kujitafutia pesa kupitia ile program ya kazi mtandaoni. Tuendelee tusiendelee? Tuendelee tusiendelee? Vile vile Rais William Ruto amesema ile program ilikuwa imesimamishwa ya kazi mitaani, Climate Works. Kutoka mwezi huu tunarudisha kazi mtaani, Climate Works. Vijana wetu wapate kazi jameni. Tuendelee tusiendelee? Ni fire si fire, ni noma si noma? Wangapi wanasema turudishe kazi mtaani, kazi mtaani, kazi mtaani? Vile vile kupitia mambo ya affordable housing, tunajenga nyumba pale Buxton, tunajenga nyumba zingine pale Shimo la Tewa Prison, tunajenga nyumba zingine pale Dongokudu Special Economic Zone, na hiyo mijengo yote. Vile vile tunaongeza mambo ya masoko hapa Mombasa, soko la Old Town, soko la Changamwe, masoko yote ya Mombasa tunayajenga upya, ili tuhakikisha kwamba akina mama wetu wako na mahali safi pa kuuzia bidhaa. Masoko ya kisasa ambayo yako na lactation rooms ama mothers rooms, ambao wale ambao ni akina mama wako na watoto wadogo wawe na chumba ambacho watoto watakaa, na mtoto akisikia njaa, mama anaitwa pale sokoni, ananyonyesha mtoto, anarudi anaendelea na biashara. Ni fire si fire, ni noma si noma? Tuendelee tusiendelee? Wangapi wanasema tuendelee na masoko na affordable housing? Vile vile hiyo mambo ya affordable housing inatupatia ajira kwa vijana wetu. Already vijana zaidi ya 300,000 katika taifa la Kenya wamepata ajira pale katika program yetu ya affordable housing. Wengine 500,000 wamepata ajira kupitia program ya kazi mtandaoni. Wengine 400,000 wamepata ajira kupitia program ya kazi majuu, ambayo ni ya kutafutia vijana wetu kazi kule katika nchi za ng'ambo. Tuendelee tusiendelee? Ni fire si fire, ni noma si noma? Rais Ruto aendelee jameni? Wacha niseme hivi nikienda kumalizia, ya kwamba tangu tujinyakulie uhuru, hakuna serikali ingine ambayo imewekeza katika mambo ya michezo na mambo ya kusaidia vijana kukuza talanta zao kupitia vipaji vyao kupitia michezo. Mnajua ya kwamba mara ya mwisho Kenya kuwa na mashindano ya kimataifa ya maana ilikuwa miaka 40, karibu miaka 40 imepita sasa. The last time Kenya hosted a serious international tournament in sports was in 1987, nearly 40 years ago, when we had the All Africa Games. But because President Ruto has invested in modernizing sports stadia in Nairobi, in other counties across Kenya, it is possible now to have sports of international standards tournaments taking place in our country. Wakati tuko hapa sasa, mnajua ya kwamba ile uwanja ya Kasarani ambaye ilijengwa 1987 wakati wa All African Games, sasa imejengwa upya, ni kiwanja cha kimataifa, inakaa kama Old Trafford ile ya kule Uingereza. Nyayo Stadium
imejengwa, Bukungu Stadium imejengwa, 47 counties tunajenga talent and sports academies, 1 per county, ndio vijana wetu wapate mahali pazuri fa kufanya spoti na kukuza talanta zao, watumie talanta zao kuweka pesa mfukoni. Na mimi wakati nimeamuka nikikuja hapa, mnajua timu yetu ya Harambee Stars inacheza kule Kasarani na ilikuwa mbele bao moja. Mimi tunawaombea ushindi dhidi ya Morocco. Timu yetu ya Harambee Stars, vijana wetu wapate ushindi. Vile wameshinda hapo nyuma, waendelee kushinda, kwa sababu Kenya ni nchi ya nguvu na bora vijana wapate motisha, tunaenda kushinda. Na vile mmeona rais ameweka mkazo katika kujenga viwanja vya mipira ikiwemo Kasarani, Nyayo Stadium, Bukungu, na kila county tunajenga viwanja ambavyo vitakuwa sports academy ya kukuza talanta. Ni fire si fire, ni noma si noma. And therefore we wish Harambee Stars all the best. They were ahead by 1 goal. I hope they have not been equalized, but whatever happens, we stand with Kenya and we pray that we will win the match today and we will win this tournament, because now we have enough motivation and we have enough sport facilities to host international events. Tuendelee tusiendelee? Mnajua mambo ya mashamba hapa Pwani imekuwa dunia sugu. Rais ametafuta pesa, ameketi na viongozi wenu, wakiwemo Waziri Joho, wakiwemo Waziri Mvurya, wakiwemo magavana wetu wote. Hata gavana wa Mombasa Abdulswamad ako kwa hiyo kikao ambacho kinatengeneza vile wale mabwenyenye ambao wamenyakua mashamba kinyume na sheria. Serikali imetoa pesa ya kuhakikisha kwamba hayo mashamba yamerejeshwa wananchi. Jameni, ni fire si fire, ni noma si noma. Rais Ruto aendelee, aendelee asiendelee, aendelee asiendelee. Kwa hivyo mwisho kabisa, wacha ni wa Pwani, maseneta wa Pwani, MCS wa Pwani, kuhakikisha kwamba hii Pwani mambo ya maendeleo imesonga mbele. Kwa hivyo rais amenituma kwa heshima ya Mama Zamzam na heshima ya watu ya Mombasa, na amenituma na salamu zake, salamu za mdomo za kusema na salamu za matendo za kutenda. Niseme nisiseme? Niseme nisiseme? Mbona watu wa Mombasa muko hivi jameni? Mnataka kujua rais ametumana kivipi? Mnataka kujua? Simsimame basi msukue salamu ya rais jameni. Simsimame jamani, msukue salamu ya rais. Niseme nisiseme? Niseme nisiseme? Songeni karibu hapa tuchukue ile ujumbe rais ameleta. Niseme nisiseme? Mbona mnaniangalia hivi kama mko na fununu? Kwani mko na fununu? Kwani mmesikia rais ametuma? Kwani ametuma 50,000? Kwani ametuma 100,000? Ametuma 150,000? Ni 200,000. Aongeze ifike 300,000. Bado mmekataa hiyo. Mumesema boss aongeze, mudosi aongeze, mtu ya bottom up aongeze, atoke huku chini aende juu. Tuendelee tusiendelee? Kwa hivyo mmekataa 300,000 na 400,000 mmekataa, na 500,000 ya rais na 600,000 ya rais
na 700,000 ya rais. Hey! Mombasa hoi! Mombasa hoi! Niko na swali, nauliza hivi, mbona mnawekea mdozi pressure hivi jameni? Mbona mnawekea mdozi pressure hivi? Ati kwa sababu mnampenda, kwa hivyo acheze kama yeye? Kwa sababu mnampenda, kwa sababu ni rais wetu, kwa sababu ni rais wa 2 term, kwa hivyo acheze kama yeye? Afikishe 800,000, afikishe 900,000, aongeze. Wangapi wanasema rais aongeze, 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 aongeze? Hey, leo ni leo. Mdosi ana bahati leo. Watu yake wa Mombasa wanasema acheze kama yeye. Kwani mnataka afikishe 1,000,000? Aongeze zaidi, aongeze zaidi. Ati kwa sababu ni rais wa 2 term, kwa hivyo acheze kama rais wa 2 term, afanye maneno ya 2 term. Basi nikisema harambee, mnasema 2 term. Harambee, harambee, harambee. Rais ni fire, si fire. Rais ni noma, si noma. Ni 2 term, si 2 term. Wacha nione salamu ya 2 term, 2 term, 2 term, 2 term, 2 term. Kwa hivyo mmekataa 1,000,000 na 1,000,000 na 100,000 na 1,000,000 na 200,000 mmekataa. Wacha nitangaze ile pesa rais amenituma, Rais Ruto amenituma na shilingi 1,000. Sio 1,000. Mlikataa 1,000. Muko kwa mamilioni. Tulikuwa tumefika 1,100,000 na 200,000. Tuendelee tusiendelee? Tuongeze tusiongeze? Wacha nione salamu ya Rais William Ruto jameni. Bas, Rais Ruto amenituma kwa watu wa Mombasa kupitia heshima ya viongozi wenu, akiwemo Governor Abdul Swamad, akiwemo Mama Zamzam, akiwemo Mheshimiwa Benzimba, akiwemo Mheshimiwa Mwinyi, akiwemo Mheshimiwa Machele, viongozi wote wa Mombasa. Rais Ruto amenituma na shilingi 300,000. Fire si fire, fire si fire. Rais ni fire si fire, ni moto si moto. Wacha nione salamu ya Rais William Ruto jamani, salamu ya Rais William Ruto. Mombasa hoye, Mombasa hoye. Mimi niko na swali ya mwisho. Niulize nisiulize? Niulize nisiulize? Niulize. Si mimi ni rafiki yenu? Si mimi ni rafiki wenu? Si mimi ni rafiki ya viongozi wenu? Si nimekuja hapa kwa heshima ya Mama Zamzam? Si mimi ni rafiki wa viongozi wenu? Si mimi ni rafiki wa Mheshimiwa Hassan Joho? Huyu Hassan Joho, tuendelee kupangana pamoja, tufanye kazi pamoja. Mimi na Hassan Joho tuendelee kushikilia rais namna hii, namna hii, namna hii mpaka huko mbele, alafu tujipange huko mbele. Tuendelee tusiendelee? Mimi niko na swali. Mimi niko na swali. Mimi niko na swali. Mimi nauliza hivi. Mimi nauliza, si mimi ni rafiki ya viongozi wenu? Si mimi ni rafiki yenu watu wa Mombasa? Si nimekuja hapa siku mingi? Si nimeleta pesa ya rais leo? Iko maana mimi nitoe pesa? Iko maana mimi nitoe pesa? Lazima nitoe pesa, hata kama nimeongea vizuri, hata kama mimi ni rafiki ya Joe, lazima nitoe pesa, hata kama nimeongea vizuri, ama hata kama nimetetea Mombasa, lazima nitoe pesa. Leo ni leo. Leo ni leo. Wangapi wanasema Deputy President hata yeye atoe pesa jameni? Fire si fire, noma si noma. Mombasa hoye, Mombasa hoye. Mimi nimekubali vile mmesema, lakini niko na tahadhari. Tahadhari ile na watahadharisha wenzangu watu wa Mombasa ni kwamba mimi sio president, mimi ni deputy president. Kwa hivyo hata nikitoa 100,000 inatosha? 100,000 haitoshi.
1,000,000 haitoshi, na 200,000, 300,000, 400,000, 500,000, 600,000, 700,000. Wacha nione wale wanasema niongeze. So hiyo 700,000 niongeze ikuwe 750. Mumekataa? Mbona mnaniwekea pressure? Si mimi ni rafiki ya Joho? Hata kama. So ati kwa sababu hata mimi niko kwa 2 term. Ile ya William Ruto, ile ya Joho, niko kwa 2 term. Hata mimi ni 2 term. Wacha nione wale wanasema sisi zote ni watu ya 2 term jameni. Basi wacha vazi ifike 900,000. Mumekataa? Wacha ifike kama ya Joho 1,000,000. Bado? Kwa nini? Na ni best yangu. Mumekataa? Na 1.1, 1.2. Bas, mimi nimesindikisha rais, nimesindikisha viongozi wenu wote na shilingi 1.5 million shilling. Fire si fire. Noma si noma. Wacha nione wale. Umesikia maneno ama bado hajafika huko kwenu? Imefika? Nikisema tu, munasema tam. Tu, tam, tu, tam. Nikisema tu, munasema tam. Tu, tam, tu, tam. Huko nyuma sema tu. Tu, tam, tu, tam, tu, tam. Hapa mbele sema tu. Tu, tam, tu, tam, tu, tam. Huko nyuma sema tu. Tu, tam, tu, tam. Fire si fire. Noma si noma. Basi kabla hatujamaliza, kwa sababu tunataka kumaliza na wimbo wa taifa, kuna watu hawajatoa pesa? Kidogo waziri, kidogo tu, dakika moja. Kwanza kabisa, wacha niseme hivi. Mimi nakubaliana na yale yameongewa hapa na viongozi. Kuna watu nimesikia wanaongea mabaya ya baadhi ya wananchi wetu wa Kenya, na wanataka kutuingiza katika mgawanyiko ya kidini na kikabila. Sisi tunaamini ya kwamba Kenya ni moja, na tunakemea wale wanajaribu kudhalilisha jamii fulani, ukoo fulani ama dini fulani katika taifa letu la Kenya. Tunasema nchi yetu ni moja, na wale wamekasirika kwa sababu Waislamu ambaye walikuwa kidogo mambo yao ilikuwa imeachwa nyuma kidogo, sasa wamejumuishwa kwa maneno ya serikali. Wale wamekasirika, ni shauri yao, na mambo ya vetting ya ID ilitolewa, na hiyo haimaanishi ati watu waanze kuongea kule wakiita watu wale wengine ati hao ni terrorists, ni majangili. That is not acceptable. Let us do decent politics that makes sure that every person in Kenya is part of national development. Fire si fire. Noma si noma. Niko na fire kiongozi mwingine hapa. Unaitwa nini? Unaitwa nani? Unaitwa nani baba? Naitwa Popo. Popo? Fire si fire. Noma si noma. Haya, sema shairi yako. Nanena kwa ukarimu na basasha pasi chuki. Hongera naibu wa rais Mheshimiwa Kithure Kindiki. Leo umetia timu ili utupige jeki. Rais Ruto na Kithure Kindiki, nyinyi ni faya jamani. Mulipanga mikakati kuinua vijana waache miadarati ili waweze pambana. Umetimia wakati, Kithure Kindiki tunakuona. Rais Ruto na Kithure Kindiki, nyinyi ni faya jamani. Hongera kwa mama Zamzam, mama hauna mfano. Umejitwika jukumu kulileta kongamano, na kweli limetimu, sio hadithi na ngano. Kithure Kindiki na mama Zamzam,
Nyinyi ni faa jamani.